unyenyekevu kwenye maisha yako, utaona baraka. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna litakalo kukwaza, safari yako itakuwa nyeupe. Lakini ukitaka kuona tu kwamo na mambo ni magumu, anza kiburi, hata kwa wazazi, hata kwa viongozi. Anza kushindana hata na mwenyekiti, utaona. Anza tu kumpinga, we ufai, una maana, kamwambie hivyo tu, utaona kitakachotokea. Kwa kanisa linaonywa, watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake, wanaume, kundi la vijana, mabinti. Ukiona umeshapata meno 32 yamekamilika na kamama kamekuwa kadogo, alafu uso umekunjamana, hata sura yenyewe haieleweki, unamsoma kulia na kushoto, unaanza kuona hafai, ujue hilo ndo kaburi lako. Utazika maisha yako katika hilo eneo. Ukitaka kuvuka, waheshimu wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi bado mna mama? Tunyeshe mikono. Mnaita mama na anaitika mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Mpende kuliko hata asali. We jirambe tu. Hata kama na chongo, we jirambe, ndo alikuleta duniani. Bwana Yesu asifiwe. Walio na baba wako bado mna neema. Si wengine kila kitu hatuna, tunatafutaka baba wengine mtaani, tunaita huko angalau na sisi tunakukushia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waheshimu wazazi. Biblia inasema ili siku zako zifanyeje? Unataka kuishi siku nyingi, sio uwe na pesa nyingi. Unataka kuishi siku nyingi, ngoma iko pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baba na mama. Tunaelewana? Halafu ile amri anasema, wazazi, watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana. Kumbe kuna wazazi katika Bwana, si ndio? Kuna mzazi katika Bwana. Kama unamjua huyu ni mtu anayekulea katika Bwana, anawajibika katika Bwana, aisee, muogope mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja anafundishaga, ninampenda, lakini najua wanaopita kwenye mtandao wanamjua. Anasema, usimseme mtumishi vibaya, ujue uhusiano wake na Mungu wake. Si ndio jamani? Hata sisi tusiwe tunawasema watumishi wengine vibaya. Yaani wewe acha, anakosea, kama unayo uwezo nenda kamwambia anachokosea, lakini usiinuke kwanza kumsema vibaya. Haujui uhusiano wake na Mungu ukoje, si ndio? Mungu akikasirika anaweza kuipiga nyumba yako na maisha yako yote. Kwa hiyo naomba tuwe watii na tuwe wanyenyekevu. Hebu twende tumwambie Mungu, tunaomba utufundishe kutii. Hata kama mahali pengine utajisahau, unainua mabega, unasema mimi ndo fulani, yani hapa mimi ndo fulani. Hiyo tabia iondoke kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu omba maneno yatoke kwenye kinywa chako kwamba Mungu akupe utii. Hivyo ulivyo usipotii, huo mwili utaharibika, kazi itaharibika, biashara itaharibika. Waheshimu hata wateja wanaokuja kwako. Wajali kwamba Mungu anawaleta ili biashara yako itembee. Bila hao wewe hutauza. Unapata kwa sababu kuna watu wanahitaji hivyo vitu. Baba